Pita, mlango uko wazi huo. Haya, wewe mwanafunzi vipi? Umekosea chumba? Hapana, mambo. So mambo, umekosea chumba? Sijakosea chumba mimi. Sasa vipi na nguo zako, yani umchumba amefuta nini? Nilikuwa na shida na Idi. Yaani una shida na Idi? Idi mdogo wangu? Afu mbona sijai kuonaga hapa? Asa sikiliza. Wewe Idi una shida gani naye? Idi aliniita akaniambia kwamba leo Ijumaa nije, nikija nitamkuta yupo. Atakuwepo hapa. Sasa nashangaa nimekuja tena kukuta wewe. Kwa Idi ndo kakwambia uje huko ndani, si ndio? Wewe kama nani yake na Idi? Mpenzi wake. Wewe wacha wewe. Ndio unatoka na Idi? Aika. Yaani wewe unatoka na Idi? Mbona muda mrefu na date naye tangu niko form 2? Aha, wewe kufika mbali. Hivi wewe. Sasa hivi wewe ujione jinsi ulivyo. Wewe si mwanafunzi wewe. Vipi unampata mwanaume hadi magetoni? Wakati wewe mwanafunzi, alafu sasa hivi muda wa shule. Wewe utakiwa uwe shule, vipi unakuja huko? Na nyumba nionane naye ndo maana. Sasa nisikilize mdogo wangu. Wewe bado mwanafunzi. Kitu cha kwanza. Kitu cha pili, utamsababishia matatizo mdogo wangu wewe. Sawa? Sasa basi. Mimi yule akija, kwanza hiki kitu mimi siwezi kukubaliana nacho hata siku hii, hata siku moja. Akija mimi nitamfanya kitu mbaya ambayo hajawahi kushuhudia kwenye macho yake. Sikia. Nenda shule na ukome kukanyaga hapa ndani. Sijui unanielewa? Idi yule ni mdogo wangu, nimemkaribisha, nimemtoa kijijini. Kwa hiyo hana mamlaka yote kwenye hii nyumba. Sijui unanielewa? Sasa sikiliza. Unaona huo mlango uliotoka nao? Nje. Nisije nikakutwa hapa na watu nikaonekana mimi ndo nimekuleta huko ndani. Kumbe wala sio. Sasa sikiliza. Fungua huo mlango nje. Na kuanzia leo ukome kuja hapa. Mdogo wetu upo ndani na mdogo wetu. Leo umeisha mafuta kwa ajili yako. Umekwisha. Mwekee mafuta. Wachukua na hao. Hivyo dogo. Kwanza unajikuta nani wewe? Yaani umeshindwa kutafuta wanawake, si ndio? Wife tatu unakuja kutoka na mdogo wangu tena mwanafunzi. Yaani mnasikia mabraza. Yaani si niwaambieje ili mnielewe. Yaani wewe hapa mimi hata sio mpenzi wangu yani. Kwanza mimi yani ndo kwanza namuona leo yani. Sema kuna mtu alikuwa amekuja kumwangalia huko. Sasa yani mimi mbe nikuta hivi yani mpenzi kama vile mimi natoka naye yani. Mimi siwezi kutoka naye. Kwanza wewe ni kama mdogo wangu sio wangapi yani. Yaani mmenifikiria vibaya. Ani wewe unachukulia sio watoto wadogo au sio? Kwamba tunakukuta na dada yetu afu mwisho wa siku unasema wewe udeti naye, sijui kaja tu mara moja, sijui nini. Hivi ingekuwa ungekubali mdogo wetu? Haina hiyo ujue. Wewe leo yani hapa si wewe na sisi tunamalizana. Tunachagua mwenyewe kusuka au kunyoa yani iwe wewe usiwe wewe ila hapa ushakanyaga ujue. Wenyewe wanasema umeingia choo cha kirema, si unajua? Kwa hiyo haina hiyo mdogo wetu. Yaani umeisha. Hakuna kudanganya sisi wewe, sio wewe. Sisi kukutana naye ndani ukosa, yani umekosea. Oya dogo, alokutwa na ngozi hiyo ndo mla nyama. Leo umekwisha, si atukuelewi chochote. Kwanza bora tatu yangu imepona, maki na muda sijafilimba uleme. Jamani, mimi naombeni mnielewe. Kweli kabisa kia Mungu, mimi sina mahusiano naye huyu. Kwanza mimi si mgeni ndo kwanza namuona leo jamani. Mimi siwezi kutoka na hiki kituto. Sikia mdogo wetu, ujue wewe una cha kutueleza chochote hadi dakika hii hapa. Wewe kama Hussein Machozi, demu kafia geto, ana cha kuiambia jamii kitu chochote kwa sababu kakutwa na demu kafia geto. Wewe tumekukutana na dada yetu ujue. Wewe una cha kutuambia chochote yani hadi dakika hii hapa. Yaani mafuta hayo hapo utachagua mwenyewe sasa. Kama kifo cha mende, kifo cha dogi kwa sababu sisi miaka 30 sio vitu vyetu. Unielewa mdogo wetu?
Kwamba miaka 30 sio ya serikali sio nini, sisi tunahukumu wenyewe, sheria mkononi. Yaani umeisha. Dogo, chukua mafuta, panda kitandani. Utachagua mwenyewe kifo cha mende au dogi style.